Hapa ni katika chuo cha kiufundi cha vijana cha Jaribuni kinachopatikana katika eneo bunge la Ganze katika kaunti ya Kilifi. Shughuli za masomo zimezoroteka kwa kiwango kikubwa kutokana na miundo msingi duni. Wanafunzi wanasema mazingira ya masomo yako katika hali duni kutokana na uhaba wa vifaa muhimu sawa na uhaba wa walimu, huku nguvu za umeme na maji vikiwa vimekatwa kwa muda sasa. Wakiongozwa na Raymond Henry na Farida Charo, wanafunzi wanasema mazingira ya masomo katika chuo hicho yamekuwa magumu, hali inayowakatisha tamaa ya kutimiza ndoto zao. Kuna changamoto tu zenye tunapitia mpaka ile kiwango ya kusoma, yani tuseme natatizika sana. Na shida ya kwanza ni kuhusiana na vifaa vya kusomea. Vifaa venye tuko navyo mahali hapa, kwa hiyo department ya electrical ni tuseme ni kidogo sana yani. Kwa wanafunzi wenyewe tuko zaidi ya 20, lakini sasa vifaa vyenye tuko navyo mahali pale yani havitoshi. Jambo la kwanza, stima ilikuweko lakini sasa ikaja ikakatwa. Tuko na kama 3 months, so hawezi fanya practical kama hiyo moto hakuna. Kuhusiana na walimu pia, tuseme walimu hakuna. Na shida pia ni hizo materials. Materials hakuna. Mimi kuja hapa mwaka jana kafanya grade 3, sasa niko grade 2. Na kufikia saa hii hakuna vifaa za kufanya grade 2. Nilikuwa tumeambiwa tutaenda Zitoni na pia huko Zitoni pia imeshindikana. Sasa hii tulijenga tu zile chambers pale. Na kuna practical ya kukata chuma, hizo vyuma hakuna. Mkurugenzi wa chuo hicho Sharon Gadhu amedokeza kuwa ahadi za ufadhili wa ulipaji karo kwa wanafunzi ambazo hazikutimizwa kutoka kwa mbunge Kenneth Tungule na mwakilishi wadi Peter Shehe zimechangia changamoto za taasisi hiyo kuzidi kuzorota. Anasema kwa sasa wamefanya maamuzi ya kutosajili wanafunzi ambao wanafadhiliwa ili kunusuru maendeleo ya chuo hicho. Changamoto yenye tuko nayo hapa sasa ni ulipaji wa karo, na watoto wengi wenye tulikuwa nao hapa walikuwa wamekuwa sponsored na wakuu wa eneo hili ambao ni MCA na MP. Sasa kwa sababu wale walipokuwa wamewasponsor hawakujukumika, pesa hazikulipika kwa wakati, ndio imeleta mpaka walimu wameacha kukuja shule. Services hapa ni kama zimesimama, maji hakuna, moto hakuna, walimu nao pia wamegoma, security hakuna. So kumekuwa na hizo challenges ambazo zinatusumbua kwa sasa. Tumeamua kama next year hatutakuwa tunaangalia wanafunzi kutoka kwa hatutakubali kuchukua wanafunzi wenye wamekuwa sponsored. Ni mtu akuje ajilipie fees na asome. Mkurugenzi huyo anasema matumaini yao yamesalia kwa wawekezaji wa timbo za eneo hilo ambao watasaidia japo kwa kiwango cha chini, akishinikiza serikali ya kaunti kujukumika zaidi. Tunaangalia hizi matimbo zetu ama hizi makampuni za Masidak kutusaidia kwa funding, ili tukijenga vizuri hii shule pia ita-attract watu kutoka mbali ambapo tutasaidika mahali pia. Manake sasa hatutategemea hii community peke yake kuleta wanafunzi, bali tutakuwa tunaenda mbali, tunatoka nje kuchukua wanafunzi kwa sababu ya hii shule. Kwa upande wake mwakilishi wadi wa zamani eneo hilo Emmanuel Chai anasema kilio chao kwa serikali ya kaunti kimekuwa cha muda bila mafanikio, wakitilia shaka iwapo mwakilishi wadi atavalia njuga swala hilo ili kuboresha taasisi hiyo baada ya kudaiwa kuendeleza taasisi yake binafsi. Tumekuwa tukilia sana kuhusu hii mambo ya mijengo na ambayo haijachukuliwa hatua, ambayo kivyangu mimi kama kiongozi ningependa MCA achukue hatua hii haraka sana, kwamba aje hapa tuwekee hata kama ni jengo moja la dharura, na kuona kwamba angalau wale wanafunzi ambao tutakuwa tuko nao hapa wao wanasoma kwenye class. Kwa hivyo kwa sasa tumekuwa hatuna wanafunzi. Kwanza wanafunzi wamekuwa kidogo, na hata wale kidogo pia wataenda kwa graduation sasa, maybe hawatarudi. Na wale wanafunzi ambao wako hapa ni wale ambao tunaweza tukawapata tu locally.
hatuwezi tukachukua wanafunzi kutoka mahali ingine kwa sababu hatuna mahali pa kuwalaza. Kuna conflict of interest hapa ya MCA wetu kwamba yuko na chuo yake hapa ambayo ina compete na hii. Sasa kule matangazo ni kwamba kule wanafunzi wakienda kule wanaambiwa wanaenda bure. Kwa sababu amesema kule wanasoma bure. Na hapa ni mahali pa kulipa. Kwa hivyo inakuwa ni changamoto kwamba hata tukienda mashinani sisi wanakamati kwenda kueleza wanafunzi kwamba wakuje kwa chuo hii inakuwa ngumu kwa sababu tayari mwanafunzi anakuambia kule mimi nikienda kule ni bure. Baadhi ya wanafunzi wa jadi katika chuo hicho wanasema ni wakati sasa kwa serikali ya kaunti kutilia maanani uboreshaji wa taasisi hiyo ili kuinua maisha ya vijana katika kujitegemea. Challenge ambayo nilikuja nikaiacha hapa mimi binafsi ni kwamba unakuta walimu ni kidogo, ni haba, vifaa vya kusomea tayari hakuna. Unaona? Walimu ni haba, vifaa vya kusomea ni shida. So unapata inafika time wewe mwanafunzi uko hapa lakini hata ile morali yako uko shule unasoma inakutoka. Mimi binafsi nishawahi kuja kufanya paka strike hapa. Nimesoma bado miezi 3 nikafanya exam, hakuna materials za kusoma. Nilitisha strike hapa. Tulikuwa na public participation last week but one, na watu wa hii sublocation ya Vinagoni walitokea na waliangazia sana kuhusiana na hii situation ambayo iko hapa. Na wakasema wanahitaji dormitory kwa sababu dormitory ndio ilifanya paka wanafunzi wengine pia nao wakaenda kwa sababu kwao ni mbali, mtu hawezi kwamba atalala wapi mpaka aje asome. So hata tukisema tulete dormitory tena hali bado iko pale pale mbaya. Sasa sisi tuko na hiyo mpango tulete hizo dormitory, kama tutalipa hizo bili za maji, vitu vidogo vidogo, lakini pia county government inahitajika mkono wake mkubwa sana katika hili kwa sababu haliwezi fanya kitu chochote. Yaani hiki chuo kwanza ni cha county, si private, ni county government inahusika moja kwa moja. Nikiripotia Coco FM kutoka eneo la Jaribuni katika kaunti ya Kilifi, mimi ni Joseph Jira. Coco FM, ladha ya Pwani.